Mpenzi mtazamaji wa Inka TV, na kualika moja kwa moja hapa tuzungumze na Secretary General wa chama cha ODM, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Habari ya jioni. Si mbaya bana, naona kwa sababu tunaelewa hauna muda. Hapa Kisii tumebarikiwa, usio na wasiwasi. Kweli. Naelewa kwa sababu ya muda. Naam. Kuna uchaguzi ambao unatarajiwa siku ya kesho kule Bonchari. Naam. Na tunaelewa kwamba chama cha ODM na chama cha Jubilee wote wanawawaniaji pale. Nakumbuka kuna handshake. Tutarajie nini katika eneo bunge la Bonchari? Tutarajie ushindi mkubwa wa chama cha ODM kwa sababu tunajua kwamba hata kama tuna ule uhusiano na wenzetu wa Jubilee, kunaweza kukuwa na ile mchezo ambao tunaita friendly fire, ya kwamba hatupigani kuumizana, ila ni ule tu upinzani ama upishani wa kidemokrasia ambao unahakikisha kwamba wakazi wa Bonchari wanapata ile mgombea ambaye anaweza kuwafanyia kazi, na sisi tunaamini kwamba kwa Engineer Pavelo Meke tuna mtu ambaye anaweza kuchapa kazi zaidi ya wagombea wa vyama vingine vyote. Ndio. Lakini mheshimiwa, kumbuka kuna wale ambao watasema kwamba handshake labda imeanza kuyumba ndio maana kidogo chama cha ODM na kile cha Jubilee wakaleta uaniaji ile kupimana nguvu. Je, ni ukweli kwamba ni Jubilee na ODM kupimana nguvu ama ni nini kile kinafanyika? Hata ukisoma ule mkataba ambao uliafikiwa kati ya Mheshimiwa Raila Odinga na ndugu yake Uhuru Kenyatta wakati wa kufanya handshake, hakukuweko na kipengele chochote ambacho kilisema kwamba vyama hivi viwili havitaweka wagombezi katika chaguzi. Tumekuwa tukifanya hivyo pale nyuma ili kujaribu kuleta ule uhusiano haswa katika maeneo ambayo kwa mfano Jubilee haina nguvu sana, wanasema watamuunga mkono ile mgombezi wa ODM. Unakumbuka walifanya vile kule Migori kwa sababu wengi wanajua na wanakiri kwamba kule Migori Jubilee hawana nguvu yoyote kule. Wakafanya vile kule Msambweni, na sisi pia tukafanya vile katika maeneo ambayo labda chama chetu hakijapenyeza sana. Ndio. Kwa hivyo hapa Kisii wao wanaona ni kwamba wanaweza kujaribu kubishana na sisi kwa ajili ya kiti cha Bonchari, lakini sisi tunajua kwamba Bonchari na Kisii nzima na eneo zima la Gusii ni ngome ya chama cha ODM. Na Mheshimiwa Sifuna, wewe kama Secretary General, endapo chama cha ODM kitashindwa, je, ni picha gani inatarajiwa? Sidhani kwamba kuna picha yote ambayo inaweza ibuka kutokana na chaguzi ndogo, kwa sababu utajua kwamba chaguzi ndogo zina zile dynamics zake. Sisi tunatarajia ushindi mkubwa kesho, lakini wanasema Waswahili asikubali kushinda si mshindani, na sisi kwa sababu ni wanademokrasia, ndio kile tunachoomba ni kwamba kuwe tuna uchaguzi wa huru na haki, na tutakiri matokeo, lakini wapo kutakuwa na udanganyifu ama utumizi wa nguvu za polisi kama jinsi ambavyo tuliona kule katika eneo bunge la Matungu, basi hatuwezi kukiri kwamba uchaguzi huo ni wa huru na haki. Mheshimiwa Sifuna, tuombe wapiga kura kule Bonchari wajitokeze mapema kwa wingi, wapige kura na wamchague mbunge ambao wanampenda. Mheshimiwa Sifuna, gavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa James Ongwae, wakati mmoja alikuwa Secretary General wa ODM, kitu ambacho nakishikilia kwa sasa. Tuseme kwamba boma lake limefahamiwa hivi majuzi. Je, wewe kama Secretary General na labda chama cha ODM nachukulia vipi gavana mwenyewe kuvamiwa kwake nyumbani, labda akiwa na mkutano wake, maana walikuwa na seneta pale, labda wakizungumza masuala mengi tu? Tayari tulikashifu tukio hilo la kutumia nguvu za polisi ili kuweza kuwadhulumu wana ODM, haswa mtu ambaye anaheshimika kama gavana ambaye amechaguliwa na wakazi wa Kisii kwa ajili za siasa za Bonchari. Tumesema kwamba sisi tutataka tuwe na ile level playing field katika uchaguzi huu wa Bonchari, na kwamba wale ambao ni wafanyikazi wa serikali wajiondoe katika siasa, na ilhali hawawezi kujiondoa, basi waachane na nyadhifa ambazo wako nazo katika serikali, waje na wao wapambane na wanaume na wanawake kwenye kiwanja. Kwa hivyo tulikashifu vikali sana tukio hilo. Tunazidi kuomba serikali na vitengo vya polisi na vya usalama kwamba waache wananchi na wakazi wa kupiga kura wa Bonchari wenyewe waamue pasi na kuingiliwa na haswa wale ambao ni viongozi wa katika taifa, wawe ni mawaziri, wawe ni machifu ama manaibu wa chifu kama ambavyo tumeona hapo nyuma. Mheshimiwa Sifuna, labda kwa kiasi fulani kuna wale wanasema kwamba chaguzi zile za nominations hazikufanyika kwa haki. Tuliona kuna waziri mmoja katika kaunti ya Kisii anaitwa JB Momanyi, alisema kwamba yeye ni mwanachama wa ODM damu sana, na akasema kwamba kwa kiasi fulani kuna ule uchaguzi ambao ulifanyika ambao haukuwa wa huru na haki. Je, unaweza sema vipi?
Kwanza mimi nilishiriki pakubwa na ule mchakato mzima wa kumtafuta yule ambaye atakuwa mgombezi wetu kama chama. Ndio. Na najua kwamba JB Momanyi ni mwanachama wetu sugu na anaheshimika sana katika chama chetu cha ODM. Ndio. Tuliweza kufanya mikutano mingi ya faragha kati ya viongozi hawa wawili, tukimjumuisha JB mwenyewe pamoja na Mheshimiwa Uimeke, na tuliweza kuafikia kwamba kama chama tunaonelea kwamba katika uchaguzi huu mdogo, si eti namaanisha kwamba JB si mwanachama wa kikamili ama kwamba hawezi kuwa mbunge, lakini tunajua kwamba kwa kila wakati lazima mmoja wetu peke yake ndiye anaweza kuchukua wadhifa wa uongozi. Na sisi tunazidi kumshukuru JB kwa sababu alituelewa na akaelewana na ule msimamo wa chama kwamba tumpe Mheshimiwa Uimeke nafasi hii, na kutakuwa na nafasi zingine mbeleni, kwa sababu sisi bado tunamheshimu kama mwanachama ambaye amesimama na chama chetu kwa muda mrefu. Unavyojua katika uchaguzi uliopita yeye ndiye alipeperusha bendera yetu. So mimi kama katibu najua kwamba JB bado ni mmoja wetu, hata tunapopiga kampeni katika eneo bunge la Bonchari amekuwa nasi wakati huu mzima. Kwa hivyo sitaki watu walete fitna nyingi katika swala hilo, kwa sababu hawezi kulia zaidi ya yule aliyefiwa. JB mwenyewe kama alikubali kwamba Mheshimiwa Uimeke apeperushe bendera ya chama wakati huu na anatembea na sisi, anapiga kampeni na sisi, anatuunga mkono, basi ni lazima ikubalike kwamba chama kimeungana nyuma ya Mheshimiwa Uimeke kwa ajili ya uchaguzi huu. Mheshimiwa Secretary General, kuna wale wanasema kwamba uchaguzi wa Bonchari labda huenda usiwe wa amani. Labda tutarajie nini hiyo kesho? Kutakuwa na uchaguzi wa amani, na je, chama cha ODM kama watashindwa watakubali ama itakuwa namna gani? Sisi kama ODM tumepanga kwamba kesho kuwe na uchaguzi wa huru na haki. Ndio. Na tungependa kuwaomba na wao pinzani wetu pia waheshimu watu wa Bonchari, kwamba tusije tukazua fujo kule kwa sababu ya uchaguzi ambao utakuja na kwenda kwa muda wa siku moja tu ama muda wa saa 24 peke yake. Ndio. Kwa hivyo sisi hatutarajii fujo zozote, tunazidi kuviomba vitengo vya usalama vihakikishe kwamba wapiga kura hawatapata shida yoyote wakati ambapo wanaenda kumchagua kiongozi ambaye wanataka. Na iwapo matokeo haya yatakuwa ni matokeo ya kweli ambayo yanaashiria mapenzi ya wakazi wa Bonchari, basi sisi hatuna budi kukubali matokeo hayo. Lakini iwapo kutakuwa na ukora, kwa sababu tumesikia fununu nyingi na tetesi nyingi kwamba kuna watu ambao wanapanga fujo, labda kuwatumia polisi ili kujaribu kuwatisha wapiga kura ambao labda hawaegemei mgombea wao na mambo mengine kama hayo, basi sisi hatutakubali. Tunazidi kuomba IEBC kwamba kwa sababu ni jukumu lao kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi wa huru na haki, wahakikishe kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa njia ambayo inaridhisha kila mtu. Mheshimiwa Sifuna, labda tukitoka nje kidogo ya Bonchari, kuna mambo ya BBI. Na hapa Kisii kuna watu wengi sana wafuasi sugu wa Mheshimiwa Raila Odinga ambaye pia ndiye kiongozi wa chama cha ODM. Wengi wanauliza, je, Raila Odinga atakuwa debeni 2022? Na labda kuna wale ambao wanasema rege kidogo imesimamishwa hapa na pale, maana tumeona majaji wakisimamisha rege. Sasa ni kipi ambacho kinaendelea, labda na msimamo wa chama cha ODM ni upi kwa kiongozi wa chama hicho Mheshimiwa Raila Odinga? Kweli swala hili zima la BBI siwezi kuhesabu ni mara ngapi watu wamesema rege imesimama. Na kila wakati wamekuwa wrong katika hiyo analysis yao kusema kwamba rege imesimama. Kila wakati wanasema rege imesimama, rege inaendelea. Navyojua ni kwamba tayari wale ambao ni wale wasimamizi wa mchakato mzima wa BBI wamekata rufaa. Hata wale ambao ni wakilishi wa serikali kama yule Attorney General wamekata rufaa. Kwa hivyo ni mapema sana kusherekea na kusema kwamba rege imesimama, kwa sababu mahakama ya rufaa huenda ikabadilisha uamuzi wa ile mahakama kuu. Kwa hivyo tusubiri tuone jinsi ambavyo kesi hizo zitaamuliwa na mahakama nyingine, alafu tutajua mustakabali mzima wa BBI utakuwa ni nini. Ndani ya mkataba wa handshake, je, Raila Odinga atakuwa debeni 2022? Hakuna popote ambapo Mheshimiwa Raila au Uhuru Kenyatta wamezungumzia mambo ya mwaka 2022 katika mikataba yao yote, na Mheshimiwa Rais mwenyewe amewaambia hilo, na Mheshimiwa Raila amerudia mara si haba. Lakini nyinyi kama waandishi wa habari amridhiki na majibu ambayo tunatoa kama viongozi wa chama. Kwa hivyo kwa sasa tushughulikie sana swala la Bonchari, kisha tutapata fursa ya kuzungumzia masuala mengine. So msimamo mzima wa chama cha ODM ni kwamba mnatarajia ushindi mkubwa Bonchari? Tunatarajia ushindi mkubwa Bonchari. Tunawatakia wafuasi wetu kila laheri kesho wanapomiminika katika vituo vya kupiga kura. Wajitokeze mapema sana asubuhi, kufikia mwendo wa saa 4 tunafaa kuwa tumechukua kiti hiki cha Bonchari. Mpenzi mtazamaji wa Enka TV, tulikuwa tunazungumza naye Mheshimiwa Edwin Sifuna. Huyu ndio katibu mkuu wa chama cha ODM.
Tunashukuru sana mheshimiwa, asante sana kwa kupata muda wako, asante sana kwa kuvumilia hii mvua. Hapa ni Kisii. Hatujaundwa na sukari bwana, hata tukinyeshewa hatukuishi. Kwa hivyo tuko sawa. Ni kweli, tumeshukuru sana na tunatarajia uchaguzi wa amani kule Bonchari. Asante sana. Tunashukuru kabisa. Thank you. Asante sana.